mahali popote ambapo unasikia maumivu, wekelea mkono wako tukamwamini Mungu pamoja. Mahali popote ambapo unasikia maumivu, Yesu ambao tumehubiri hapo na uweza. Wekelea mkono wako tuombe pamoja, tuamini Mungu ambaye ni Alfa na Omega. Bwana Yesu Kristo, ulituagiza tutembee ulimwenguni kote tukahubiri habari njema. Bwana, tumehubiri habari njema. Na hawa ni watoto wako. Hawa wote ni wako Yesu Kristo. Uliwaomba kwa mkono wako, ukawaleta mahali hapa siku ya leo. Ewe Bwana, wale ambao wanaomba wokovu, ukaokoe nafsi zao. Wale ambao wako na shida mbalimbali, ukayatatue yote. Bwana, kwa dakika hii, acha malaika za uponyaji, acha Roho Mtakatifu akatembee katika jina la Yesu Kristo. Ukalete uponyaji Bwana Yesu Kristo. Ukalete uponyaji Bwana Yesu Kristo. Na sasa hivi katika jina la Yesu Kristo, ninachukua mamlaka na nguvu zote ambazo zipo katika ugonjwa, maroho za ugonjwa, maroho za maumivu, maroho za kukataliwa, maroho zote za kuteseka katika jina la Yesu Kristo. Mamlaka tena shetani, kila pepo ambaye inaleta magonjwa, nazikemea, naziharibu katika jina la Yesu. Ondoka watoto wa Mungu, achilia kazi zao, achilia biashara zao, achilia watoto wao, achilia kila kitu ambacho kimeitwa na jina lao katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Maumivu ya kichwa ondoka, maumivu ya kifua ondoka, maumivu ya tumbo ondoka, maumivu ya miguu ondoka. I command you Satan out kwa damu ya Yesu Kristo. I command you out kwa damu ya Yesu Kristo na kwa nguvu ya Yesu Kristo. Na nena katika jina la Yesu Kristo, pokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Pokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Kila kiungo cha mwili ambacho kilikuwa na maumivu, unapoondoka mahali hapa kwa dakika hii sasa hivi, pokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Yesu Kristo makofi. Nataka uangalie mahali ulikuwa unasikia maumivu. Angalia sasa hivi, kwa sababu Yesu ametenda jambo. Amen. Tupige makofi nzuri. Nakuingia hapa nikaongea na pasta hapa kitu nataka kuona. Lakini hakujua ni nini. Niko na kumwambia nasikia vibaya aniombee. Sasa nikusema mimi nimesikia vizuri. Kuna maana kuna kifua, mguu kila mahali. Lakini Mungu ameniponya. Amen. 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 Asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana akupe. Hii mkono inaniuma sana. Na nikikija hapa nilikuwa nasikia tu inauma kidogo, lakini Bwana ameniguza, nimesikia vizuri. Na nasema asante kwa Bwana. Amen. Hebu jaribu kunyosha hivi. Unasikia nini mimi? Kwa mdomo sikia. Iko sawa. Sema ekala na kai maana kwa maila. Ekala na kai maana kwa maila. Amen. Sibiwe tena kanisa. Amen. Mama nilisingendo nimeokoka, Kristo ni Bwana. Nikija hapa hata Jumapili sikuenda kanisa. Nilikuwa nikisimama bongo na niuma sikuweza kwenda. Lakini sasa nimesikia nabii. Amen. Amen. Wabariki sana. Hebu jaribu kufanya chenye ungeweza kufanya. Haleluya. Wow. Unasikia vipi? Unasikiaje? Mzuri. Nimepona pa. Yesu Kristo. Asifiwe tena. Amen. Mimi nilikuwa naumwa na mwili na huko kwa mgongo. Nilikuwa naambia mama mwingine, mimi nasikia vitu zinatembea kwa mwili. Lakini wakati umeofa, nikasikia niko mzuri. Amen. Amen. Yesu Kristo makofi mzuri. Amen. Wajua jambo mzuri, Mungu akikupea maisha ama Mungu akikupea chakula, akupea na magego.
Ya kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Hata mimi nashukuru Mungu. Ndio. Nimeona sitanyamaza na hiyo ushuhuda. Naweza kunyamaza naye. Tena shida yangu irudie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi kichwa imenisumbua wiki mzima. Hata sasa sikuenda kudinisha. Sijui ni shida ya pressure ama ni nini, nikamesa dawa, leo nikasema sitaimeza. Juu tena na mesa inanifanya mnyoke na shindo na kutembea. Nasema nikimeza labda nitashindwa na kupika. Maajabu ya Mungu saa zile tulianza kuiba. Saa hiyo ndio kisho yangu. Wow. Amen. Kwa majina yako naitwa Gladys. Kutoka wiki ijayo ile iliyopita nilikuwa na uchungu mwingi sana. Hata nilikuwa nimojeka nilikuwa madhara ya uchungu. Sikuwa ninasikia vizuri. Hata nilikuwa jioni wakati wala kulikuwa na wao. Niliwaambia hata sina nguvu. Mama mwingine hata ni huyu. Akaniambia jipe nguvu tuende. Na ni ukweli wakati ule pasta ukisema mtu afike mahali alikuwa anasikia uvivu, nilikuwa nasikia hapa na hapa kuinama ni shida, lakini kwa sasa hivi nimepata msaada wa Mungu. Wow. Shida na kuunga nimepata msaada. Amen. Na mimi ni Mkatoliki. Sasa nilikuja hapa mama Ana Wangui alinileta hapa last year. Akaniambia, akakuja kwangu akaniambia, je, kuna mahali tunataka tuende na wewe lakini ni wazee wanatakikana. Nikamwambia basi tutaenda kama unataka tuende. Na venye nilikuja hapa tulifanya ibada na maombi. Na mimi nilishikwa na uendazimu tangu 2010. Na shida nikipelekwa magari huku na huku, watoto wangu wanahangaika. Saa zile ni kongoto. Saa zingine hata siwezi fikiria vizuri, siwezi kukumbuka. Lakini venye nilikuja hapa sijaipelekwa magari tena. Hata nilikuja hapa kuambia Mungu asante. Lakini sikukuja mbele na nikaambia pasta. Nilirudi huku, venye tulipoa chakula tena nikarudi huku. Wow. Kuambia tu Mungu asante. Kama mimi siku hizi hata niongee kama mzazi, kwa sababu mimi mbele yangu iko na watoto, si ndio? Kama umewahi kuwa mzazi na mtoto wako awe na shida kama hiyo, unajua watu wanaweza kuongelea nini? Si wataongea? Si watakusengenya? Si watasema maneno? Ona Yesu Kristo amemtendea bila malipo. Kwa si vizuri kuisha Yesu Kristo. Hakuna hasara kwa kupenda Yesu Kristo. Na mtu akipenda Yesu, hata Yesu yeye anamjua na anampenda. Amen. Sasa siku hizi hata nikitembea kwa soko kwaona watu wanasema ndio ule msichana mdazimu. Naambia Mungu asante. Watu wanaweza ongea hivyo, lakini mimi ninaona nimepoa. Najua naendelea na madawa, lakini najua na madawa nitawacha nikiwa. Amen. Amen.